Hivi leo tuko Afrimedia kuanzia saa 1 hadi saa 2 jioni. Vile nilifanya Consulate Zambia. Wakasema wewe fanya tu. Kama umesikia sauti inasema Airtel, the smartphone network. Kama umesikia Kenya Railways, right on track. Where are you going to get your clients? You know, how can you edit this voiceover? What should you avoid? What is this health journey that you need to follow when you are in the voiceover? What are things you need to do? Once upon a time, there used to be a man who wanted to change the world. Welcome to Afrimedia Live Roysambu. We do photography, videography, and all that you need concerning media services. For more information, contact us through our social media platforms, Afrimedia Live, Instagram and Facebook, YouTube and TikTok, or WhatsApp us at 0727 060 107. Afrimedia Live. A world of stories. Amejulikana kwa voiceover za documentaries na vitu zingine tofauti. Amefanya miradi mbalimbali ya kampuni kubwa kubwa kama Coca-Cola, Sprite, Railways, Kenya. Na vitu mingi atatuambia leo yeye mwenyewe. Tuko na yeye hapa, ni mtaalamu wa voiceover. Karibu Mtala the Voice. Asante sana, unaendeleaje? Niko salama. Yes, good to be at Afrimedia. Nashukuru sana. Karibu sana, karibu sana. Unajua wanaona tu lakini ilikuwa sijaifika hapa. Tumekukaribisha. And it's a really beautiful studio and I'm more than happy to be here today. Unaonaje, unafeel aje ukiwa hapa kwetu? Tumevisit, tumepangua, lakini leo umefika. Leo nimefika. Najua tushaikutana tena katika mandhari tofauti, tukafanya mazungumzo. It was a really different setup at that time, but sasa leo ndio tukakuweza kupata nafasi kuja studio, kwa hivyo nafurahi sana. Tuweze kusikiza hiyo sauti. Asante. Karibu sana. Asante sana. Tungependa ujitambulishe kwa wale wanatufuata kwa Afrimedia Live, wale hawakujui, wale wamesikia hiyo sauti kwa filamu za Bollywood. Nimeona kwa portfolio yako more than 150. Yes. Hizo film voice yako imeapia hapo, imeonekana. Nataka ujitambulishe. Wengi wanajua sauti lakini hawajui mwenyewe. Okay, kwa majina naitwa Mtala Mkosia. But commonly najulikana kama Mtala the Voice. Kwa hivyo mimi ni mshereheshaji ama ukipenda voice over artist, yule mtu ambaye unasikiza sauti yake katika documentaries, commercials, promos, jingles and all that. So kwa hivyo nimebahatika sana kuweza kufanya na kampuni kadhaa, because so far I've got a 22 page portfolio, like ile nilikutumia ilikuwa one page ile, sababu kwanza ilikuwa ya mwaka jana na beginning of this year, so hata sijeka yote. Kwa hivyo kwanza usikimbie sana ukituambia hizo vitu zote. Nataka wamjue. Unajua watu wamesikia hiyo sauti sana kwa hizo filamu na nini. Okay. Na kuna bali niliona bado umeapia kwa televisheni nini, vitu kama hizo vipindi. Kwanza kabla tuingie huko, voiceover ni nini? Unajua kuna watu hawaelewi voiceover ni nini. Tukiongea voiceover hawaelewi ni nini. Wacha nikisema kwa urahisi, labda mtu ndio tukikuja kusema mtaalamu wa hiyo sasa waweze kujua. Kuna watu hawajui hiyo. Kama umesikia sauti inasema Airtel, the smartphone network. Kama umesikia Kenya Railways, right on track. Kama umesikia Sprite, Coca-Cola. Kama umesikia Consulate Tanzania and Zambia, that's me. Na pia juzi nimefanya juzi siku 2 zimepita, nimefanya mtu kutoka Rwanda. He actually imports cars. Anaitwa Rwanda Deals. So Rwanda Deals. Kama umesikia in Rwanda, if you're watching from Rwanda, umesikia mtu anasema Rwanda Deals. That's my voice. So a voice of artist ni yule mtu ambaye kwa commercials or matangazo or maybe documentaries unasikia sauti yake lakini humjui jina na labda hujaimuona sura. So I am among those many people ambao wanafanya hivyo. Wacha niwafahamishe kidogo. Status yake huwa inaniengage sana nikifuatilia status. Hiyo sauti yake ndio inakuanga hapo. Anafundisha watu kupitia status, mtandao wa WhatsApp. Yeah, sure. Kutumia sauti zao na waweze kupata pesa. Na hapa kuna watu wanatufuata wako na sauti nzuri nyororo kama hiyo yako. That's why nilikuwa nataka uingie deep kidogo, uwaelezee alafu tuingie kwa hiyo miradi kubwa umeweza kufanya. Okay.
Voice over. Fanya kama unafundisha vile unafanyaga kwa status. Okay. Wacha nikufunze kuhusu voiceover. So voiceover is actually an art that you can learn, is an art that it is very widespread. So there are different types of voiceovers that you can learn. There is promotional type voiceovers, there is commercial, there is character voiceover, there is narration. So kuna kama ile promotional and commercial type of voiceover is type of voiceover that needs a lot of punch na inahitaji pia a lot of different cadence as compared with narration. So kitu kama promotional and commercial voiceover nasikia hivi leo tuko Afrimedia kuanzia saa 1 hadi saa 2 jioni. You see, but if you're doing something like a narration, nasema once upon a time there used to be a man who wanted to change the world. So that is a narration. So kuna vitu vingi sana. If you want to be a good voiceover talent, you need to learn. First of all, there is a exercise part, and another thing, there is health wise. Like for example, kama unataka kufanya voiceover, there are few things you need to avoid before, at least before doing a voiceover. So one of the things, you need to avoid caffeine, you need to avoid a lot of sugary stuffs like soda, you need to avoid ice cream, you need to avoid alcohol, you need to avoid anything that has acidity. Vitu vyote ambavyo vina asidi au tindikali lazima ujitahidi sana kuweza kuviepuka kama unataka kuwa good voiceover talent. Now, in exercise part, there's so many things you need to observe when you're doing voiceover, depending on the type of script that you're doing at that given time. There is an aspect of clarity, the power in you, the voice. There is an aspect of intonation and enunciation. There is an aspect of cadences. There is an aspect of, clarity, that is. And an aspect of context and environment. You see, so you need to understand, as a good voiceover talent, you should be someone, when someone is listening to you, he or she should be able to understand what you're talking about. Is the language that you're using, have you mastered that language? Whether you are using Nyarwanda, maybe you're using Francais, you're using English, you're using Swahili, have you put yourself in that capacity that you have mastered that language before using and saying that, okay, I'm a this given type of a voiceover artist and I'm going to use this language to communicate to that given audience. Clarity. Every word that you're speaking should be heard. Mtu asiseme mara ya pili aseme amesema nini, should be heard. An aspect of context. Context ni in Swahili is muktadha. Muktadha meaning it can be affected by the language of people, maybe context. I'll give an example. When I go, for example, in a place like Rwanda, maybe in Nyabugogo, there is a language that I'm going to use when I'm in Nyabugogo. That's context. When maybe I am in Gikondo, maybe I'm in Gisozi, is a different type of language I'm using. Context does not necessarily mean you speaking Nyarwanda. Context means a certain identity, how people identify their way of communication. Like, for example, I'm in the media industry, right? Or a voiceover industry. Yes. There is a language that I identify with. There is someone in the medicine industry. There is a language they identify themselves with. So that is what's called context. So maybe that is just a brief voiceover. Asante sana. Umeweza kuelewa kidogo. Na atakuja kutuambia na kuanga na classes za kufundisha watu kutumia sauti. Yes. Kutumia sauti zao. Umetupatia kionjo kidogo za zile miradi umefanya, hiyo miradi umefanya kubwa na kampuni kubwa. Yes. Ulianza aje hii mambo ya voiceover? So voiceover is very interesting. I normally say I started voiceover like 11 years ago. Nilianza miaka 11 iliyopita, lakini nataka kupeleka nyuma kidogo. Before even I realize, unajua nilikaa chini ndio nikagundua kwamba kitu ambacho nafanya actually ilianza nyuma kidogo. It started in high school. Mimi nilikuwa nafanya poetry, a lot of poetry. In Kenya, very few people speak French. So I was in this category of people who used to do poetry in French. My favorite poet was Jacques Prévert.
Notre Père qui est aux cieux, restez-y, et nous nous resterons sur la terre, qui est quelquefois si jolie, avec ce mystère de New York et puis ce mystère de Paris. So I used to go to nationals. I used to go to nationals when doing poetry. So sikuwa najua, you know, voiceover, it has an aspect of public speaking, at the same time it has got an aspect of poetry in it. So mimi nilikuwa nafurahia sana kufanya poetry sana, because vile nakwambia, since form 1 up to form 4 I used to go to nationals, na nilikuwa nafurahia sana nikiapia on TV, because ukifika national levels kulikuwa na hizi media stations like Citizen, KTN, NTV, they used to show. So I used to, in the French category, I used to shine a lot. So I used to do that. So you realize actually my journey started back then. But when I joined campus Multimedia University, tulikuwa na a radio station in school. So it happens like this. There is a friend of mine, my classmate, alikuwa ameenda kwa radio station just a week. Immediately the week to join campus is also the week I started my career in radio. Okay. Yeah, so I started my career 17 years. Nikikuwa 17 years. So kwenda hivi station nilikuwa nimempeleka, sasa alikuwa anasoma news, akasoma news akapita, kwa sababu nilikuwa nimempeleka tu. Then wewe ndio umempeleka? Mimi nimempeleka. And he's a presenter. Yeah, right. Even up to now he's a presenter. Okay. Yeah, so we started way back in campus together. So yeye alikuwa ameenda kufanya news. So mimi ndio nilikuwa nimempeleka kama rafiki tu. Sasa tulikuwa kwa room fulani, a recording studio where we were to wait ndio wamwite. So there was a paper right there kwa hiyo nini, the table that ile ya kufanya recording, because they were having an omnidirectional microphone there. Okay. So nikachukua hiyo karatasi, ilikuwa imeandikwa MMU radio. So nikasoma MMU, this is the Multimedia University Radio. Paka wa leo inatumika. Yeah, in that radio station. Hii ni kurunzi ya MMU. Up to now, it is being used for their montage for news. Wana hiyo time walikuwa wana record? They were recording, mimi sikuwa najua. Like walikuwa wanatupima tu. So ndio akasema, umetufanyia hivi vizuri, hebu tufanyie. So since then, hebu rudia tena. MMU, this is the Multimedia University Radio. Hii ni kurunzi ya MMU. Okay. Sasa hivyo ndio ikakuwa hivyo. So from there nikaanza kufanya promos, a lot of promos. So watu walikuwa wanakuja nje. So I was a student at that time. Ilikujaje ufanye hiyo? Ilikujaje kwa mind yako ndio? Me, I was just reading karatasi ilikuwa. Ama ulisema wacha nifanye kitu wanione hata mimi nawe? No, really. I'm this person. Na hii ni kitu yoyote, mtu yote ambaye amekuwa kwa vitu za tuseme music festival, vitu kama poems, ukiona karatasi up to today ni rahisi sana uanze kuisoma tu, like unaisoma tu. So at that time nikisoma, mimi nilikuwa nasoma tu normal me, even me in my normal life. Passion. Ukiona hata hii nikianza ukiniacha peke yangu utasikia nasema dasani. Hii ni maji ya dasani. Naanza tu kuisoma hivyo. So it's normal to me. So it can happen like a coincidence. So from there watu kanza, nilikuwa nashangaa watu wanakuja shule sana. Niwasomee script. I never knew. Like hata sikuwa najua voiceover ni nini. Like watu walikuwa wanakuja from everywhere, wananiletea script niwasomee. So I did shule. I was still in campus because they used to listen to me also. I used to have a rumba show in campus. It used to be called Mikiki ya Wiki. So I used to do a lot of rumba show every Saturday. So I used to have a big audience. So kuna watu walikuwa wananisikiza and they see how I talk. So walikuwa wanakuja na script niwasomee. So mimi sikuwa najua. So mtu akikuachia labda 200 ulikuwa msanii wao sasa. Sasa haujui kumbe voiceover inatumika huku nje, because I never really understood the power of voiceover in marketing and the power of voiceover in just convincing a larger audience. Na hiyo time huku unajua inaweza kuwa career. Yeah, I never knew. Like mimi nilikuwa naifanya tu for fun. Huyo rafiki yako ulikuwa umepeleka hiyo siku alisema nini? Alifurahi sana. Na alikuwa anajua uko na hiyo kipaji. We were doing media, all of us. Na kila mtu alikuwa na interest of one day to work in a TV or radio station. So ika happen, yeye alinitangulia, lakini sasa vile nilikuwa nimempeleka, so both of us tukachukuliwa. Yeye akaenda kusoma news ya Kiingereza, alafu mimi nikaanza kusoma news ya Kiswahili, together with doing promos as also a producer for the for the radio station. Yes. Sasa umemaliza
university, umeingia sasa, imekuwa career. Yes. How ilianza aje ndio ikuwe career kwako? Kuwe artist wa voiceover. Okay. Nikikuwa campus, even before graduation, I happened to be called na my lecturer wa campus, anaitwa Miss Mhatia. Right now she's in the US, one of these states in the US. Kaniambia, Mtala, you have a great voice, because alikuwa mwalimu wangu wa advertising, if I'm not wrong. Sababu unit yake ilikuwa sasa ndio tunafanya hizi commercials like in campus. So I performed really well kwa unit yake, because I got 29 out of 30. Kasema, manze, Mtala, you have got a great voice, you're a good script writer. I want to refer you to a studio called AVDC, African Voices Dubbing Company. I want you to go there and do a voice test. So kasema, okay madam, let me go. So kwenda pale tukafanya, there is a script. They really liked how I talked, how I communicated. Kaniambia, Mtala, we wanted you to do this script, but also we want you to come to a company as a voice actor. And that's where I commenced doing characters. Hizi movies za Bollywood. Zenye unaona za Kihindi zinaongea Kiswahili. So that's where I started doing. So I did part of it, nikifanya also commercials pale, commercials kama, I remember there was a time, I think, was it Coke Studio, kina Fali walikuja. We also did those voiceovers, but mostly hapo nilifanya characters for animation, 153 movies, but zimeongezeka saizi, because hiyo nikukutumia hiyo nilikuwa at that time sija change hiyo portfolio for a very long time, but there's so many things I've done. But so 153 ni mingi. Yeah, 153 ni nyingi. But remember, one movie labda mko watu kadhaa, different characters. Maybe you are the main character, kuna mwingine atachukua an extra character kwa sababu maybe a female character. And we worked with a lot of people. Worked from people from Rwanda. Nimework na watu from Rwanda. I've worked with people from Congo, Burundi, Uganda, Nigeria, when we were doing that voice acting at that company, and also Mozambique. Yeah. Aha. Tuingize kwa part ya project kubwa hizi umefanya. Nimeona kama za Zambia, Tanzania, Kenya, Rwanda, nini. Okay, I'll start with hizo deal. Unazipataje deal kubwa hivi? Okay, most of them kusema kweli zinakuja through referral and what people have seen nimefanya, kwa sababu sincerely speaking I don't go for auditions like nilikuwa na go back then, but ilikuwa inaleta issue sana. I used to feel so bad mara nyingi nikienda auditions, even just I'm going to try, because voiceover is so diverse. Zingine labda is not your kind of voiceover, si ndio? But most of the time nilikuwa nikienda auditions, watu wakiniona wanatoka, wanaona there is no competition here, so wanaona tu tunafanya kazi bure. So I used to feel bad, like umeenda kujaribu lakini mtu akikuona anasema huyu ashachukua, wanaenda. So that's why I stopped auditions. So most of them imekuja through referrals. Kama hii Airtel for Kenya and Tanzania, hiyo ilikuja, there is a company called Supersonic. So Supersonic walikuwa wanatafuta voice talent for this advert. So there is a friend of mine also tulikuwa naye campus, anaitwa Kimeli Yego, is a producer kwa Vibes Radio za hiyo ya KTN. So kaniambia, Mtala, there is something here, wanatafuta mtu voice talent kwa nini. They have a group, WhatsApp group wa kufanya hii ni ya Airtel for Tanzania and also for Kenya. Kasema, well, good. So akanipa number, I texted the lady, said, okay, I can also send you a demo. Kindly send me the demo script so that I can do for you. So kila mtu alikuwa ametuma kwa group. So by the moment mimi nikafanya yangu, kwanza nilikuwa nimechelewa kwa sababu sikuwa nimetia manani sana. So I went did that script, the demo. Vile nilituma hivi, wakasema tu the audition is over. Tumepata out. So that's how I did the Coca-Cola, the Airtel. So here Coca-Cola and Fly Dubai, I was just called. Like basically I don't go for audition, rarely I go for audition. So mi utumwa tu naniambia there is this, can you do this? Maybe they just send a demo script, I do na kwenda. Like nikisema kukudanganya that at me with auditions, I rarely do auditions because of the journey they have seen. Wameona mtu through evidence, huyu mtu safari yake manza hapa na hapa tumuona kila amefanya. So they're actually getting that testament or a testimony of what I've done before. So they know this guy can do it. Yeah, sure. Yeah.
Okay. So hivyo ndio naanza. Na kama ile ya Zambia niliona ama Zambia ama Tanzania ama ile niliona ya Dubai, hiyo ni Fly Dubai. So Fly Dubai, they were actually coming to Kenya for the first time this year. Zote unafanyia Kenya ama kuna zingine unaenda kwao? Yeah, there is some that I've done in Tanzania, there is some I've done in South Africa, but mostly is mi ufanya Kenya. Most of my voiceovers I do in Kenya. Maybe kama kuna agency unaona a client can say, hey man, I just want to see this voice talent mwenye wananifanyia kazi, let me pay for him a ticket, an hotel. Sasa hapo ndio nitatoka. Yeah, but nyingi, most of my voiceovers nimezifanya Kenya. Yeah. So kama hizo za let's say kama hiyo ya Zambia ama wapi ama South Africa, kuna vile wanaweza kutumia script wafanye tu hapa uwatumie? Yeah, even live we can record wakisikia, so you can do interlink. Yeah. Okay. Even for kwanza hii a Castlelite. Let me tell you a story about Castlelite, how it happened with the Castlelite. So I was doing Castlelite for Tanzania alone. I think it was here in Parklands, Nairobi. So nilikuwa nafanya Swahili because Tanzania they widely speak Swahili. So it happen nikivoice Swahili because the people actually in Tanzania hawako wanajua pia nafanya English because they are a new country, maybe they've never met me actually. So kufanya hiyo Castlelite Tanzania kuanzia shilingi 2,500 that thing. So tukumaliza, there was someone who was actually doing English script for Zambia. So huyo jamaa alikuwa amelemewa sana kufanya script, kuna wordings because I think he was a Tanzanian guy. So the lady who was a producer actually knows me kwa sababu tumefanya naye kazi kwa the same studio before, so he knows that I can actually do English script. Yeah. So jamaa alikuwa amelemewa sana kusay some words, so huyo lady akasuggest, Mtala, now that you understand English, ebu onyesha huyo jamaa vile anaweza fanya hii script. Wewe umefanya Swahili yako but I know you can do English, so muonyeshe, demonstrate in the same studio. Studio. Ule mwingine alikuwa Tanzania, mimi nilikuwa Kenya, but we are live. Nyinyi wote? Yeah, we are live. Okay. So then nilifanya Castlelite Zambia. Wakasema wewe fanya tu. So that's how I ended doing Castlelite for Zambia. Rudia kidogo nisikie. So I keep forgetting. Okay. Castlelite, unaweza nunua chupa yako ya Castlelite kuanzia shilingi 2,500 za Kitanzania. Castlelite, I've forgotten the slogan. So ile ingine pia, Castlelite Zambia, grab your bottle. So ni aje mna record live? How inafanyika aje? So technology has really grown so fast, such that there are so many softwares that have come up. Nikiuliza hii swali, yes. Sorry, ninamaanisha kuna mtu mwenye anatamani kuingia, lakini hajui anzie wapi, hajui kabisa. That's why hii kipindi ifaidishe huyu mtu kwa sababu tumekuona. So I realized voiceover has really, really grown. And right now, voiceover is a multinational thing. Like unaweza fanya voiceover like anywhere in the world. I've done projects for Europe, like Amsterdam. I've done for Germany. I've done for Australia. I've done for Canada. I've done for USA. Na inakuonyesha nini? Voiceover is so diverse and clients are everywhere, right? So what you need to do is to learn this art. You learn this art by learning, knowing watu wengine wanafanya nini. So nimekuwa na issue sana, watu walikuwa wananiuza, Mtala, trainers nini, tuonyeshe vile tunafanya. But you know, I cannot give you a voiceover if you don't know what to do exactly, sindio? So that's why nikasema I'm going to commence classes. But remember, next year I was going to start my academy around mid next year. But kumekuwa na pressure sana, watu wakaniambia tufunze. So nilianza na status, kufunza watu kwa status. Status haitoshi. Na status watu ulipa ama inafanya? No, hiyo nyamufunza status ilikuwa tu bure. But people were too many. Yeni kujibamba. Kujibamba because I've got too much knowledge about voiceover. You know, I've done for 11 years. So I know in and out voiceover as an art and voiceover as an industry. Those are two different things. Kuna voiceover as an art and there is voiceover as an industry. And art ni hiyo kujua kuvoice. You can have a good voice, but there is an industry. Also, you need to understand, where am I going to get these businesses?
what does the market need, what should I write for the market to consume at this given time, and where are these people who want these voiceover scripts and who want this business of voiceover. So you need to understand there are two dynamics. Yeah. So after hapo nikasema hii before ingoja tuseme tunasubiri nini tunasubiri the academy next year, nikasema let's do classes. So tulikuwa nazungumza na rafiki yangu fulani Alan Lawrence, akaniambia wewe fanya hivi, before we wait for an academy, because I'm actually writing a book. By next month we are launching the book, ya voiceover. It's a guidebook yenye inaonyesha, this is the first in East Africa yenye inaonyesha mtu what is voiceover, how can you define voiceover. First in East Africa. Yeah, it's the first in East Africa. What are these different types of voiceover? Because explain a voiceover, kama you as an African, you need also to express it as an African, for an African to be able to understand. Because let me tell you, what context ya wazungu kufanya vitu zao ni tofauti vile tunafanya, because we have got in a different environment, different culture, different people. There's some things huwezi andika kiafrika. So you need to contextualize that and naturalize it to the nearest people. So your voiceover iko na any kila kitu yenye unahitaji know about voiceover. Where are the channels that you can go? What are some of the studios? What are some of the online platforms you can go? When you're in studio, how can you use your microphone? Which condenser microphone is good for this kind of voiceover? What pacing do you need in a voiceover? Where are you going to get your clients? You know, how can you edit this voiceover? What should you avoid? What is this health journey that you need to follow when you are in the voiceover? What are things you need to do 3 hours before doing a voiceover? And how can you maybe gauge yourself or your growth in the voiceover journey? So there are so many dynamics in that book, and it's very, 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 very important. If you are a voiceover talent, is something that I can encourage you, because it is going to propel you to a different level, because it touches haijazungumziwa na kila mtu. Because remember, this book actually imenichukua muda sana, wengi hawajui. I've been writing so many articles since let me say since 2016. So nimekuwa naandika articles nyingi sana. So I decided hii kitabu, actually it has taken like 7 years ndio mimi kusema okay, now iko na kila kitu yenye mtu anahitaji grow in a voice over talent. So if you are in a voice over talent, you need to buy this book. You need this book to guide you in your voice over journey. So I said, okay, kitabu ndio inakuja, what else can we do as we wait for the academy? I said, let me do voiceover classes, online voiceover classes, and at the same time we do practicals after the classes. So I do a 1-hour class every day for 3 weeks. Sasa hiyo course 1 hour class. Yeah, alafu after hapo nakupatia assignment ya kufanya. But see, hizi za status ni hizo, hiyo ni online. I deal one-on-one na student. One-on-one. Okay. Sasa ndio tuelewane, tuongee. Unajua kila mtu anaelewa tofauti. Like I like categorizing kila mtu kivyake. Vile mtu unaweza elewa kitu fulani, mtu mwingine labda tofauti kidogo hataelewa hiyo kitu. So you need to understand their language, how to communicate to them. That's why I individualized my classes. So na deal na wewe one-on-one mpaka uelewe. Kama hujaelewa, we are going to repeat mpaka uelewe. After hapo I give you an assignment. Ukifanya hii assignment, unakuja kesho tunachambua pamoja. So after the course, I'm going to take you to an agency. You do the voice banking, and also hiyo sasa ndio clients anakuja kusikiza zile sauti, alafu sasa akipenda sauti yako anakupatia kazi. So that's what I said, let me do this to train people. And I actually said, wacha nifanye fiki kidogo, because voiceover training actually is very expensive. Me, I was checking, actually voiceover was going up to around $2,000. Yeah, for voiceover training. Lakini nikasema, these people, a person who wants to know about voiceover, who wants to learn about voiceover, most probably huyu mtu ayuko finances, ayuko sawa. So nikasema, let me give a fee yenye it is actually accommodative. Kiangalia fee nimeweka, it's 5,000 Kenya shillings. That is less than $50. It is like in Rwandan francs, like 50,000 Rwandan francs. Yeah. For 3 weeks, and after that I mentor you and take you to an agency that you're going to learn from there. I show you hizi shimo, unafaa ufanyaje hizi shimo. Kuna vile unaweza kuwa na sauti nzuri, but how are you going to use that voice to help you to propel your career to the next level? Yeah. Wow.
That's nice. Tukikaribia tamati. Yes. Ni nini unaweza ambia hizi talents au watu wadogo au watu wanataka kujoin au watu wanataka Yes. I can say like this. All is possible. All you need is to believe in yourself and say this is possible. Usiangalie jana. Because you cannot change yesterday. But there is this something today that you can do to change your tomorrow. And all it begins with your mindset of saying, I'm going to start. And saying, I'm going to start, you begin now. You don't say, I'll begin tomorrow. Begin now. You have got the potential. Young people, I like working with young people because I know the energy they have in them, the charisma they have in them, the passion they have in them. And through hiyo tu kusema, I'm going to begin, I'm going to start, that's where you're going to propel your journey to the next level. And there's so many opportunities in voiceover. Voiceover is very diverse. Even for me, I've done even for Netflix voices. I've done, my voice has been featured in Netflix movies. You can do, there's so many opportunities in the voiceover industry. And it's not enough. Because I'm saying this, I want as many people as possible in the voiceover industry. Because voiceover industry, hapa Kenya pekee, in Kenya and East Africa, we have not explored even 5%, imagine. 5%. Even 5% hatujafika. So you can imagine how big the cake is. So we want many people to join. I keep on, encouraging young people. Come to the voiceover industry. If you've got a good voice, come, join our program. Let's talk. Let's train together. Let's learn together. I can learn one thing from you, and you can learn one or two things from me. And together we are going to grow this industry. Because what I'm saying right now is not about us. We should look forward to asking ourselves, this thing we are doing today is going to change the face of voiceover industry in East Africa or Africa in the coming years. And they're going to say, actually, our fathers, people who put the foundations, are actually these people. Because my vision, I know, even if we begin this thing, it's not us who are going to benefit a lot. It is the future generation. So until you have that dream of thinking that it's not about me, it's about also other people and the future generations, is what's going to, make us go or propel us further as a voiceover artist. Kuna mtu pale anajiuliza hii kitu amememorize hiyo nini vile anafanya. Hebu fanya kadogo ya Afrimedia Studio vile tuone. Okay, tuko wapi hapa hivi? Afrimedia Studio iko Lumumba Drive, Roysambu, near TRM. Tuna focus for wedding photography sana sana. So do you want us to Swahili or English? English. Okay. Welcome to Afrimedia. You say Roysambu? Afrimedia Live Roysambu, yes. Okay. Welcome to Afrimedia Live Roysambu. We do photography, videography, and all that you need concerning media services. For more information, you can call 0727. Welcome to Afrimedia. And you can do your payment on paybill number 9262215. Welcome to 0727060107. Yes, amazing job you're doing, my brother. I really love how you do, man. I know we have done an interview when Mbonyi was in Kenya, and it was really amazing. Yes. Guys, I hope everyone ako convinced sahi. Waambie namba yako ndio just in case wanataka just in case wanataka kujifunza. Niko sure hapa kuna watu wengi watakupigia. Yeah, very sure. So, if you want to learn something about voiceover, something that I'm very passionate with, and if also you want maybe to have a voiceover for your business or maybe your organization, so you need to call +254 721 347204 or 0721 347204, and tutazungumza mengi, and we shall grow together and see how we are going to propel African businesses and talents forward. Thank you, Mtala the Voice. Thank you so much, my brother. Karibu sana.